So leo nitaenda kuelezea kwa namna gani unaweza kupata mikopo ya crypto, na maanisha crypto loans kama vile Binance loans, Bitget loans, kuna OKX loans na other centralized loans ambazo zinatolewa na makampuni mbalimbali aidha na exchange mbalimbali. Lakini licha kuelezea kuhusiana na hizi centralized loans kama vile Binance loans, nitaenda kuelezea kuhusiana na aina loans ambazo unaweza kupata with zero collateral, yani hauhitaji kuweka chochote kile, inajulikana kwa jina la flash loans. Yes, kama nilivyosema, flash loans unapata bure kabisa pasipo kuweka chochote, na unaweza kukopa any amount kuanzia $1, $200,000, $100,000, $1,000,000, any amount ambayo unaitaka wewe. Ila nitakuelezea namna gani inafanya kazi. Yeah. So kama nilivyosema, nitaanza kuelezea kuhusiana na Binance loans, hizi centralized loans. Kitu ambacho natakiwa kitambua ni kwamba hii mikopo imekaa kwa ajili ya kukusaidia wewe. Kwa nini imekaa kwa ajili ya kukusaidia wewe? Ukikaa mpaka mwisho wa hii video utaweza kuelewa. Yes. Binance loans pamoja na centralized loans zilivyokuwa designed ni kwamba tuassume unamiliki coin kama vile BNB, coin kama vile Solana, coin kama vile Ethereum, coin kama vile Doge, coin kama vile BTC ambazo ulibai kwa lengo la kutaka kuzihold kwa muda mrefu, na maanisha portfolio. Alafu umepata shida. Tuashumu coin zako zina thamani ya $1,000 na wewe una shida na $500 saizi hapa haraka haraka. Unafanya nini? Na coin zako ulibai kwa lengo la kuhold kwa muda mrefu, mfano miaka 2, miaka 3, miaka 4, miaka 5. Kinachofuatia unafanya kitu kimoja. Unaenda Binance, unaenda ku request loan, alafu unatumia zile currency zako aidha coin zako kama collateral. Lakini mind you kwamba ukitaka kukopa $500 utatakiwa kuwa na coins zenye thamani ya above $500, mfano $700, $600, $1,000, kutegemea na flexibility ya mkopo wako na goals ya mkopo wako. Na utakapokuja kuulipa utaulipa na interest kidogo. Mfano mzuri, kama ulikopa $500 unaweza kulipa 520 au 510, lakini lengo lako likawa limetimia. Litatimia kwa maana gani? Kwa maana kwamba kama leo hii unakwenda kuchukua mkopo, tokens zako za Solana zina thamani ya $100, alafu instead ya kuziuza $500 ukawa umepoteza nusu ya portfolio yako ambayo nilisema mfano $1,000, unaweza kuchukua mkopo wa $500 ukasolve tatizo lako. Kesho kutwa coin yako moja ya Solana itakapofika $500 kutoka $100, manake unaweza ukalipa Binance, baada ya kuwalipa na pia ukabaki na ile faida, kuliko ungeziuza leo ili uweze kupata uweze kukidhi ile haja yako ya $500 aidha mahitaji yako ya $500, ukajikuta nusu ya portfolio yako iliyokuwa $1,000 before imeondoka yote. And this is why nilisema kwamba hii mikopo imekuwa designed kwa ajili ya kukusaidia wewe crypto investor aidha crypto trader. Hapo umeelewa vizuri. So kwa nini nitaenda kuongelea flash loans? Nitaenda kuongelea flash loans kwa sababu kama nilivyosema, hii mikopo ili uipate you need zero collateral. Hii ni aina mikopo ambayo kwanza kabisa inatolewa na decentralized applications na uhitaji dhamana yoyote. Yaani unakopa pasipokuwa na collateral yoyote na utalipa accordingly. Sasa naelezea hivi kwa sababu watu wengi sana saizi wanaibiwa kwa kitu ambacho kinajulikana, neno linatumika flash loan, flash loan, flash loan. Alafu kipindi cha kuchukua mkopo wanakuwa requested. Wanaambiwa leta 40% ya mkopo ambao unataka kukopa. Leta 20%. Hapo my friend unakuwa scam. Hapo unaibiwa, hapo unapigwa. So, ukikaa na mimi mpaka mwisho utaelewa flash loan zinafanyaje kazi. Yes. Tofauti na hizi centralized loans, flash loans zenyewe hazihitaji collateral lolote kama ambavyo nilivyosema kwa nyuma. Ila sasa matumizi ya flash loans ni tofauti na matumizi ambayo unaweza kuyafanya kwenye hizi centralized loans. Kwa maana gani? Flash loan kama jina lake lilivyo flash, inamaanisha kama speed vile. You understand? Flash ni aina mikopo ambao haupati bahati hata ya kuushika. Yaani haupati bahati hata ya kuwithdraw. Ni mkopo ambao unatakiwa kukopa na kuulipa within a single transaction. Na ni mkopo ambao unakopa ndani ya sekunde moja na kulipa ndani ya sekunde moja. Ikiwezekana hata ndani ya nusu sekunde. Yaani unapewa mkopo, hapo hapo unaufanyia matumizi na hapo hapo unaulipa. Flash loans zimekuwa designed kama nilivyosema kwenye decentralized applications. Hizi ziko based kwa ajili ya developers, kwa ajili ya watu ambao wanafanya arbitrage trading na tunasema advanced smart contract. Yaani matumizi yake
ni yako very advanced, lakini hata unaweza kukopa mpaka $1 milioni, $2 milioni, mpaka $10 milioni 10, hata $1 milioni 100, lakini unatakiwa kukopa na kulipa ndani ya sekunde moja. Tunasema ndani ya one transaction, aidha ndani ya one block. Sijui hapo umeelewa vizuri. Hii inafanyaje kazi? Flash loans zimekuwa designed kwa ajili ya kukusaidia wewe kwa maana ifuatayo. Kama unafanya arbitrage trading kwenye DEX, alafu umegundua coin kutoka kwenye exchange A iko bei chini kuliko exchange B, inamaanisha DEX, unaenda una request mkopo kupitia smart contract app, alafu ndani ya transaction moja una buy kutoka exchange A, sawa, alafu unaenda kuuza exchange B, profit yako unabaki nayo, unalipa huu mkopo kwa ka interest kadogo kabisa. Mfano unaweza kukopa hata $1 milioni ukajikuta riba yake ni $10 tu au $5, lakini ni ndani ya sekunde moja. Kama nilivyosema, hii mikopo pia inatumika na advanced trading apps as advanced contract, sometimes kwenye liquidity na vitu kama hivyo. Sawa? Yaani umeona kuna opportunity kwenye decentralized arbitrage. Sawa? Ethereum kwenye exchange A ina thamani ya $3,000. Alafu kwenye exchange B ina thamani ya 3,010. Unaenda kukopa $1 milioni, unanunua kule kwenye thamani ya $3,000, alafu papo hapo unaenda kuuza kwenye thamani ya $3,010 within a second. Na hapo hapo ile transaction inakamilika, yani unapewa mkopo na unalipa hapo hapo automatically, profit unabaki nayo. Kwa hiyo kila kitu kinatakiwa kukamilika ndani ya transaction moja. Itakapotokea ile targeted trade imeshindikana, ile transaction, ule mkopo haupati kabisa. Kwa hiyo kukamilika na kufanikiwa kwa transaction husika within a single transaction. Ninaposema transaction, na mimi tunaelewana vizuri. Ukienda kama BSC scan, ukienda kama ESA scan, unaelewa namna transaction ambavyo inakuwa inakamilika. Kama ambavyo unavotuma pesa kutoka wallet A kwenda wallet B, ile transaction namna ambavyo inakamilika ndani ya sekunde kadhaa, ndio maana transaction. Kwa hiyo still hata flash loans zimekuwa designed kwa ajili ya kukusaidia wewe trader, as a way investor. Sasa kuna watu siku hizi wanawaibia wenzao, mtanisamea, ambao mnapata advantage kupitia hii michezo ya kupiga watu kwenye flash loans. Kuna watu wanawatapeli watu, wanajifanya wanafanya flash loans kwa kuambia kwamba unatakiwa kutanguliza 20% au 30% au 40%. Maana yake ni kwamba kama utakopa $1,000, wanakuambia leta 40%, leta $400. Hapo nani kaibiwa? Umeibiwa wewe. Kwa sababu unaweka $400 kwao, wanakukopesha mkopo, alafu ule mkopo ambao wanakukopesha wanakupa masharti, wanakwambia flash loan hauwezi kuitumia, inabidi uistake. Yani wanakukopesha mkopo, alafu wanakwambia hela ambayo tumekukopesha lazima tena uistake kwetu, aidha uilock kwetu, tutakulipa kidogo kidogo. Watakulipa $1 kila siku, $2 kila siku, wakati wao ulishapa $400. Umepigwa hapo mtu wangu. Sijui hapo tumeelewana vizuri. Kwa flash loan jinsi zilivyo hazijawa designed eti utaipata utaweza kuishika mkononi, kama jina lake lilivyo flash. Mind you flash. Zingatia neno flash. Kwa hiyo zimekuwa designed kwamba haupati hata nafasi ya kuiona, lakini inawezekana ulikuwa una hela kwenye akaunti yako, hauna kabisa hela kwenye Binance yako, una hela tu kwa labda una $1, $2, ila unaenda kufanya biashara yenye thamani ya $1,000, yenye thamani ya $1 milioni kupitia flash loan. Unakopa ile hela kupitia contract faster. Kuna makampuni kibao yanakopesha mengi sana. Sawa mengi sana yanakopesha. Makampuni ya decentralized company ambazo zinakopesha, hizo decentralized application ambazo zinakopesha. Unakopa $1 milioni within a single transaction, unaenda unakamilisha biashara yako, biashara inakamilika na inalipa, na kila kitu kinakuwa managed within a single transaction, na wanao manage ile biashara ya kukopesha na kupay kila kitu ni wao wenyewe. Ila unaenda kufanyia biashara wapi, wao haiwahusu, ila wanaangalia hiyo biashara itaweza kukamilika na wewe kutulipa pesa yetu within a single transaction. Ndio maana inaitwa flash loan. Hauwezi kupata nafasi ya kuishika. Kwa kama kuna mtu anakuambia unaweza kupata flash loans ukaishika, ni anakuibia. Lakini Binance loans pamoja na other centralized loans kama tulivyoona, unaweza kukopa na pesa ukafanyia matumizi yako with a collateral. Coins zako, tokens zako zinatumika kama dhamana. Sawa? Wanakuwa wamekusaidia tu kwamba instead ya kuuza saa hizi
kwenye bei ya sasa, pengine haujafikia malengo ya kuziuza, umetengeneza portfolio kwa already miaka 5, then tunachukua coin zako tunazishikilia hapa kwenye exchange, aidha kwenye decentralized application ya kwetu, alafu tunakupa mkopo. Utakapokuja kulipa, coins zako ziko kama zilivyo unazipata. Kwa kama ulikuwa na Solana zako 100, quantity haitopungua. Utakuwa na Solana zako 100, lakini ulikopa nusu ya thamani, aidha robo tatu ya thamani ya zile Solana zako. Kesho kutwa ukilipa, unachukua Solana zako, wanakupa kwa idadi ya zile Solana zako. Kwa itakapotokea soko limepanda zaidi, unaweza kujikuta umepata faida mara 10, mara 15, lakini unawalipa hela yao, then unachukua tokens zako. Naamini nitakuwa nimesaidia watu wengi sana ambao walikuwa wanapigwa kutokana na hizi issue ya flash loan, lakini ambao walikuwa wanapata changamoto ya kuelewa hii mikopo ya kwenye crypto inafanyaje kazi. Na kwa maelezo ambayo nimetoa, naamini utakuwa umeelewa na utakuwa unakubaliana na mimi kwamba those loans zimekuwa designed kwa ajili ya kukusaidia wewe na mimi na other crypto trader pamoja na crypto investor pia. As usual, this is Jimmy Jah from CMX Trading. Don't forget to subscribe, don't forget to follow us, don't forget to share. We go by the name CMX_trading kwenye platform zote, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Facebook na mitandao mingine yote ya kijamii. CMX_trading. Until next time.